kuna siri nzito yanayoendelea, kuna mengi mafumbo. Ujana tusiutumie baya, nguvu na madaraka. Sasa binti, jiandae kabisa, leo jioni kafara lako linaanza. Ndo ila tunakwenda kuanza hilo kafara. Hakikisha unaoga kabisa, unakuwa safi mwepesi, na uguza na nguo zako mwilini. Kuna kaniki nitakupa uvae, takiwa kuna kaniki nitakupa unavaa, alafu na wewe utavaa upande wa kanga. Hilo ni sharti la mizimu. Umenielewa binti? Nimekuelewa mama. Hodi. Karibu. Mzee Mtambo. Bwana Nde. Habari yako mwenzangu? Habari bwana, njema tu, sijui. Mimi namshukuru Mungu mwenzangu. Karibu kwanza uketi. Hapa ni kwako, nakuja nabishia hodi huko pembeni. Asante mwenzangu. Yaani Mzee Mtambo. Umechoka. Mwenzangu. Huko mnadani? Nimezunguka nimeshinda na njaa. Hata kijiko. Inna lillahi. Kijiko cha nini sasa? Mwenzangu, unajua tuna hizi biashara zetu. Yaani, sijui nisemeje, nianzie wapi. Mimi kilichonileta hapa mwenzangu, nataka unitizamie ramli. Ndio sasa sifanya biashara. Lakini Nde, nilishakwambia ugoro sio biashara. Ungeachana mambo ya matumbaku, ukajaribu kwenye mifumo mingine. Kipindi kile nilikwambia kwamba wewe unaponda dawa zangu hapa, kaenda kunichimbia dawa, wewe hutaki. Sawa Mzee Mtambo. Sasa tatizo lako mwenzangu, nafeli kitu kimoja. Kitu gani? Makoto unapata, lakini sasa mwenzangu, mimi nikiponda dawa hela zote wewe. Sasa wewe mwenyewe kila siku unaaguliwa. Hizo gharama mimi natoa. Kwa mizimu mimi natoa kwa mizimu, natoa sasa zawadi gani kwa mizimu? Wewe leo unakuja alambi zongo, sijui leo mimi sijui nimekula, sijui sijaingia chooni, sijui sijapata choo changu kidogo, sijui wewe ndo unanimalizia dawa zangu hapa kutwa unaaguliwa. Lakini Mzee Mtambo, unajua wafanya biashara sisi ni kawaida zetu hizo. Hata lini tumba ikawa biashara bwana. Wewe sema tu wewe. Basi dharau. Biashara ni biashara, mdharau chake ataiba. Sasa sikia. Swala la kuagua nimelisikia, lakini sasa hiyo ramli nitakutizamia kesho. Mzee Mtambo. Kesho? Kesho wewe njoo. Kesho au njoo baadaye hivi mida jioni sababu kuna mgeni unishakwambia. Kwa hiyo na kafara lake nataka nianze naye jioni ya leo. Huyu ni ule mgeni Ndo yeye huyo. Kazuri. Sasa ugeni wake na uzuri wake vinaingiliana vipi hapa? Mzee Mtambo. Mimi nishakwambia, mimi nakuona muda wote tunaongea hapa, macho yako unamtizama tizama huyu binti wa watu. Huyu mtoto bado ni mdogo na amekuja hapa kama mgonjwa. Usianze kuleta tamaa zako na kipumbavu wewe. Mzee mwenzangu. Hakuna. Mimi nimekuona muda wote umekaa hapa, kazi yako unamtizama. Huyu ni mgonjwa, hajaje hapa kama unavyotaka wewe. Sasa biashara zako za kipumbavu unazileta hapa mbele ya mgeni, unatia aibu wewe. Mzee Mtambo. Umri wako vidana vitu unataka kufanya wewe. Mzee Mtambo. Tena wewe umetoka wapi mzee mwenzangu? Ameshakwambia hapa wewe ondoka. Hapa kwangu usije kabisa. Sitaki kusikia chochote. Lakini Mzee Mtambo, mimi ni mzee mwenzangu. Sio kwa hivyo. Kwani mimi mzee, mbona kama unanichimba? Mbona kama unanikwangua unyayo? Unataka kunijua kindani zaidi? Hamna bana Mzee Mtambo. Mbona ni kawaida tu. Utani wako kwenye dawa zangu sitaki. Hizi dawa ninazofanya mimi hapa na faida kusaidia watu, sio kuja I say, Mzee Mtambo. Mimi nakwambia
Nitakufanya kitu kibaya. Unakupiga mtu mimi hapa, unakupiga mtu mimi paka aje hapa. Mambo gani anataka mambo ya sio kaleka hapa. Unakuja pale kuna mgeni mtu aibu tu kuna mgeni Babu. Kwani jamani kilichoharibika hapa kitu gani? Wewe unaona mambo gani anayofanya? Kama mambo yenyewe itakuwa hivi mimi naondoka zangu. Itakuwa yananishinda. Wewe tulia. Haya ya huyu na mimi tuachie wenyewe. Wewe umekuja mgonjwa, mimi ndo nitakushughulikia. Huyu achana. Huyu kichwa chake sio kizuri. Sababu mpaka kumwagiana maji, kukimbizana. Kichwa chake sio kizuri huyu, na hivi ndivyo tunavyoishi sisi, tumeshazoea kuishi hivi. Hiyo haina shida hiyo. Kwa hivyo ndio mnavyoishi nyinyi. Hii ndio tushazoea hivi. Wewe ingia ndani uko jiandae ujue kwamba jioni tunaingia kazini. Sawa? Chukua kombe hiki. Mbona kama nataka kuniharibia kabisa huyu. Yaani mwenyewe nishaanza kukaa nataka tu nianze kumpanga analeta huyu nikichelewa nitamkosa. Naona kabisa Ndee anapanga kila mbinu kuhakikisha yeye ndo anachukua huyo. Lakini pale mbona nilisema kwamba nimwambia Ndee kwamba ni shemeji yake, lakini binti hajashtuka. Atakuwa naye anataka. Sasa leo nianze kazi yangu mapema. Majuma. Majuma. Oh. Njoo kidogo. Be? Hayo umemkaje? Salama, shikamoo. Marhaba. Sasa? Nilikuwa naangalia ramli hapo na nimeongea na mizimu jana usiku kucha. Wakaniambia leo ni lazima kafara la wewe kupata mtoto lianze. Hivyo watakiwa ujiandae. Tuanze mapema muda huu. Umenielewa? Kuna nguo, ngoja nikupe maandalizi yako. Hiyo. Sasa hiyo atakiwa uvae ubega. Na usiwe na nguo nyingi tafadhali. Na hata kama zitakuwa ni nyingi, basi zisije zikawa zinaletea usumbufu kwenye kurahisisha zoezi langu. Sawa? Nenda kajiandae na kusubiria. Fanya haraka kidogo. Safi kabisa. Haya, zama ndani. Babu, si tufanye tu hapa nje. Sasa unayoleta Mwajuma ni mambo gani? Kafara lenyewe ni la siri na isitoshe ni la kuhusu wewe kupata mtoto. Kwa hiyo kuna dawa mimi natakiwa nikupake wewe kupitia njia fulani ama namna fulani ambayo sio ya kukuumiza wewe. Lengo ni wewe ufanikiwe upate mtoto, ujenge familia na maisha endelee. Sio watu waone, hili ni la ndani. Zama ndani mama. Jo. Takiwa upone kabisa upate watoto. Watoto wengi.
mazito yanayoendelea, kuna mengi mafumbo. Jana tusiutumie baya. Alafu Mwajuma, kuanzia leo hivi kulala itakuwa ndani huko. Sawa? Ndio kusha habari yako. Nikuuliza kuleta kongoro zako hapo. Nikukata panga tu, hata ukifa wewe potelea mbali. Kumbe wazee huku ndo alivyo. Yaani kwa kweli tofauti kabisa na vijana wa mjini. Kumbe walivyokula miogo na maana zao. Tena. Umejaa tabia mbaya. Lakini nimependa. Nimependa sana, nimependa. Nitakuwa hivi. Oi, jamani. Tundupea nifungue nipite, kumekucha na mawingu. Baba we na mama we, omba lazi nisifemie. Tundupea nipite, kumekucha na mawingu. Baba we na mama we, naomba lazi nisifemie. We Mwajuma, Majuma. Sasa mimi natoka kidogo naenda kuangalizia vidaa vya kuchimba ili tuendelee na tiba yetu. Kwa hiyo nitachelewa kurudi, hakikisha unaandaa chakula kabisa, maana kidogo nitakuwa na njaa. Sawa? Mboga ile ya jana tutatumia ile. Kuna kuja Halo, jina langu ni Hashim Kambi. Nina hakika sura yangu sio ngeni machoni kwako. Leo nina habari njema sana. Na bila shaka utataka kujua ni habari gani hizo. Rama Shop Best Electronics ni wauzaji wa simu janja na simu za kawaida. Bila kusahau speakers za Bluetooth, charger, earphone, headphone, hard disk za kompyuta na bidhaa nyingine kemkem. Bila shaka utataka kuziona hizo vile vile. Tafadhali karibu dukani kwetu au tupigie simu kupitia namba 0716 122 873 na nyingine ni 0767 153 370. Duka letu liko katika mji mdogo wa Kibirash, wilaya ya Kilindi, mkoani Tanga. Karibu na hutajutia.